Asanteni sana. Tafadhali tuketi. Askofu wetu mkuu Daktari Jackson Ole Sapit, askofu wetu wa jimbo la Nyeri West, Askofu Joseph Kagunda, maaskofu wote, ndugu viongozi wenzangu, wananchi na Wakristo wa Nyeri, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike leo katika sherehe hii ya muhimu. Asante sana Askofu Kagunda kwa kutukaribisha katika ghafla hii ya sisi wote kuja hapa kumshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi tuliyepata kama Wakristo wa sehemu hii na kutoka sehemu zingine kuwa na askofu wa pili wa hapa Nyeri West Diocese. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Vile mumesikia pale mbeleni nilikuwa nimepanga safari ya kwenda mahali fulani, lakini wakati nilipata barua ya huyu askofu nikasema hiyo safari itangoja, kwa sababu mnajua urafiki iko na bei, na sio bei kidogo. You have to make sacrifices for friends. Na mimi nataka nikushukuru askofu na nitambue kazi kubwa uliofanya kama askofu hapa Nyeri, kama kiongozi katika taifa letu la Kenya. Tumeambiwa wewe umekuwa dean ya maaskofu wa kanisa letu la ACK, na vile vile umekuwa mshauri kwa viongozi wengi. Vile Deputy President amesema, you have been a great mentor, a great supporter of many leaders whom you have supported through prayer, advice, mentorship. Na ndio sababu sote tumekusanyana hapa, mimi nikiwa kati ya watu waliofaidika na urafiki wako as a friend. Kwa hivyo tumekuja hapa kama marafiki kukuenzi, kukushukuru, kukuombea katika safari hii wakati unaenda katika majukumu mengine, mkiwa umemaliza kazi ya uaskofu. Najua ya kwamba kuna sehemu kubwa bado utachangia katika kanisa letu, katika taifa letu, both as a Christian leader and as a Christian and as a leader in the Republic of Kenya. Vile wengi wameongea hapa, tuko na nafasi na mnajua ya kwamba tuko na mpango mkubwa wa kupanga kazi nyingi, kazi ya ajira ya vijana, lakini tuko na pia kazi ambayo inahitaji experience ya wazee. So pale tunahitaji katika experience ya wazee, mmoja wao atakuwa askofu wetu huyu Kagunda. And there is absolute no competition between young people and elders. We have responsibilities, we have opportunities for young people, and we are fashioning many opportunities for young people. But we also have a place for the wisdom and experience of elders to support us as a nation as we move into the future. And therefore, I welcome you, my brother, Bishop Kagunda, to be part of the elders and leaders with great wisdom and experience in the Republic of Kenya to support our society and to support our nation and to work with us in the journey towards a great future for our nation. Nataka nishukuru kanisa kupitia kwa askofu mkuu kwa majukumu mengi mnayofanya pamoja na sisi na ushirikiano wenu katika
mambo ya uongozi katika taifa letu. Sisi na nyinyi ni washirika in the service of the people, the society and the Republic of Kenya. Na katika ushirikiano huo nimeona kujitolea na nimeona uzalendo wa viongozi wetu wa dini katika kushughulika na vile uongozi wa Kenya inafaa kwenda mbele. You pray for us, you pray for our leaders, you stand with us even when the nation is in difficult times. You step forward to stand with the nation, to pray for the nation, provide guidance, provide mentorship to all of us and to many leaders. And we sincerely appreciate the role you play. I want to assure you that we will continue to partner, to work with you as we grow our nation and as we journey together into the future as a people. Nataka pia nitambue kazi mnayofanya katika kutunenea neno la Mungu. Mbali na sisi kuwa wananchi, sisi pia we are spiritual beings. Na wakati mwingi kuna kazi tunaweza kufanya kama serikali na tunatumia uwezo wa serikali. Lakini kuna kazi ingine inahitaji uwezo kuzidi ya serikali na inahitaji Mungu mwenyewe aweze kutusaidia. And therefore, I want to encourage you as our spiritual leaders that there are occasions. I have been personally to situations in many parts of Kenya and in other areas where you can see that what we have is not even a development problem. Sometimes we have a spiritual problem that undermines development. Sehemu zingine, and I want to encourage the church, and I want to thank the Archbishop. Walinifuta kando hapo nyuma, wakaniambia tunataka kuongea mambo ya kule North Rift, sehemu ya Tiati, sehemu hiyo, kwa sababu hata na wao wanaona kuna matatizo pale. Kazi kubwa tumefanya, tumeweka askari wengi huko, tumepanga mambo mengi, but there are spiritual challenges that require a spiritual solution. And therefore we are going to work with you so that as we ensure that there is proper governance, we also find the word of God finding its way to those regions and to those people so that they can also together wawe na kutambua na kujua neno la Mungu, ndio tuweze kutembea pamoja kama taifa. So we are going to work together in that space na tutashirikiana pamoja. Asanteni sana maaskofu wetu kwa usaidizi mnayotupatia kwa mambo ya masomo ya watoto, kwa mambo ya matibabu na mambo yale mengine ambayo tunashirikiana kwa pamoja. Mimi vile vile nataka niwashukuru watu wa Nyeri. Mumenipatia deputy, mumenipatia wabunge, mumenipatia magavana, na sisi wote tunafanya kazi kwa pamoja. Na nia yetu ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Our mission, and I have seen vile askofu amesema hapa, hata katika uchaguzi wa nani atakaye chukua mahali ya askofu wetu as the new bishop, watu wa Nyeri watakuweko na Wakenya wengine watakuja kuchangia, because we are one nation and we are one people. That is the spirit of unity, the spirit of togetherness, the spirit of working together as a nation. The church is leading, and those of us who are in leadership, we must pick up from there and unite the country and move into the future together. Neno la Mungu linatufundisha kwamba wakati tunaomba
tunaomba pale, especially the Lord's Prayer, we are taught that tunaanza: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Tunaanza hapo. Na mimi nawauliza, as we pray, tumshukuru Mungu kwa mvua na kwa amani tulio nayo kama taifa. Kwa sababu katika mpango yetu ambayo tulikubaliana na nyinyi, tulikubaliana tutasomesha watoto wetu, na tunafanya bidii. Tumeajiri walimu zaidi, the largest ever number of teachers hired. We have hired 56,000 teachers because we must educate all our children. Tumeweka mpango ya kilimo kuzalisha chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu. Tumeweka mpango kamili ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata ajira. Program ya housing, program ya digital jobs, program ya export of labor, program ya special economic zones and county aggregation, industrial parks, ni ya kupanga ajira ya vijana wetu. Tumeweka mpango wa universal health coverage, ndio watu wasiuze tena mali yao kulipia gharama ya hospitali. Tuwe na mpango kamili ambayo itahakikisha kila Mkenya kuanzia pale mashinani. Tumeanza na hawa governors wetu. Sasa tuko na community health promoters 1,100 Kenya ambao wataanza na matibabu yetu pale mashinani. Kila kijiji kuwe na muuguzi. Tuwe na mpango hiyo ambayo itatusaidia sote tutembee kama taifa la Kenya. So katika harakati hiyo tunataka sote tutembee pamoja. Tunaomba viongozi wetu watuombee ili wakati tunapanga tuwe katika mpango na tuwe katika mapenzi ya Mungu, ndio tuweze kufaulu kama taifa. I want to assure you, the people of Nyeri, as we plan for the future of our country, whether it is housing, whether it is digital jobs, mambo ya barabara na stima na yale mengine yote, tutahakikisha kwamba sote tunatembea pamoja. Mwisho, mimi nataka niulize viongozi wetu wote, ili tuweze kujua tutatembea jinsi gani. Askofu ametangaza hapa vile taratibu ya vile tutapata askofu mpya, na itapitia barabara ambayo kitakuwa na uchaguzi huko mbele. Sote tuombe ili tuweze kufanya kazi hiyo, kwa sababu ni Mungu atachagua. Msisumbuke sana. Najua kuna watu wanahangaika, sijui nitafanya namna gani, sijui nitafanya. Mapenzi ya Mungu itatendeka, tutakuwa na askofu. So don't have sleepless nights. God is going to make the decision. So muwe watulivu, tushirikiane, tupangane pamoja. Vile imetangazwa hapa taratibu ya vile tutachagua askofu mpya. Naomba hawa ndugu zangu wanasiasa musichanganye. Don't confuse. Tuko na election ya UDA ni tofauti na ile askofu ametangaza. Ile askofu ametangaza ni askofu. Najua wanasiasa wanapenda sana viti. Utakuta hawa wengine wameapply, wamesema hii ya nino. Na kwa hivyo please let us allow the church, wale wengine tuko na uchaguzi ya UDA, tutawatangazia pia taratibu ya vile tutachaguana huko, na tushirikiane tukiwa pamoja. Ile nataka niseme ya mwisho kwa viongozi wote ni kwamba sisi tumechaguliwa
na kuna sababu Mungu ameturuhusu tuwe ndio viongozi wa sasa. Hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya ama kwa makosa. Sote tunachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu, ndivyo Biblia inavyosema. Na tumechaguliwa sio kutafuta umaarufu. Tumechaguliwa kuongoza na kufanya kazi ya wale Mungu ameweka chini yetu. And it is important for me to say this to all leaders. Kwa sababu naona viongozi wengi wanahangaika, wanasumbuka, wakitafuta umaarufu, wakitafuta kupigiwa makofi. Mimi nataka niwaambie viongozi, you have not been elected to be popular. You have been elected to lead and to serve. Wengi wanafukuza ama kutafuta umaarufu mpaka hata ile kazi walichaguliwa kufanya wanasahau. Kwa sababu katika kuongoza na katika kutenda kazi lazima tuwe na maamuzi. Na maamuzi yengine sio ya kupigiwa makofi. Mumesikia deputy wangu akisema kuna wale wanatutishia, wanasema nyinyi sasa mumelete maneno ya kupigana na pombe, na unajua watu kukunywa pombe ni wengi, umeharibika sijui nini, mtakosa umaarufu. Sasa niulize nyinyi, mnataka tuwe maarufu na pombe ijae hii Kenya tupoteze watu? Ati ndio tukue na popularity? Hapana. No. So, na utakuta viongozi wengine wanaenda kusema hapana, serikali imefanya makosa kupigana na pombe na kupigana na madawa ya kulevya, because they are looking to be popular. I want to tell leaders in Kenya, whether we are in church, whether we are in politics, we are not elected so that we can be popular. We are elected so that we can lead and serve. And in leadership and in service, we must always make the correct decisions, not the popular decisions. We must make the correct decisions every time. That's how we are going to take Kenya forward. And I want to promise the people of Kenya, Mungu atatujalia, tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Tutaamua yale mambo ambayo yanatoshana na ukweli na mambo ambayo yatatusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Hatuwezi kukubali nchi isambaratishwe na madawa ya kulevya na ulevi, ama nchi isambaratishwe na madeni. Hapana. We want to build a solid Kenyan society. That solid Kenyan society means that we have to say no to drugs. We have to say no to alcoholism. And we have to say no to recklessness. We have to say no to corruption. We have to say no to wastage. We have to say no to reckless borrowing. We have to be firm so that we can take the country forward. Miezi chache ama karibu mwaka moja iliyopita, watu walikuwa na wasiwasi, mambo yanaenda namna gani? Lakini niliwaambia we must make the right decisions. Leo ile bei ya unga ilikuwa 200, saa hii inakaribia 100. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika tukiona kwa macho yetu.
So mimi nawauliza fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya. Zile nchi ambazo ziko mbele yetu walitutangulia, leo wamekomesha umaskini, leo watu wengi wao wanafanya kazi, leo they are industrialized, they have made progress. It is because they made the right decisions and leaders led from the front. That's what we're going to do. So I want to encourage fellow leaders, viongozi wenzangu, MCA, wabunge, magavana, maseneta, sote tushirikiane. Mungu ametupatia nafasi ya kipekee kubadilisha nchi yetu. Na safari hiyo ya kubadilisha nchi yetu, you can see. Mungu ametubarikia tuko na mvua. We've never had rains like we do today in the last almost 6 years. So God has blessed us. We must work hard so that we can move together. So nawaomba pia maaskofu wetu tushirikiane. Asanteni sana kwa kutushikilia, kwa kutuombea, kwa ushirika wenu. I want to give you my commitment as all of us as leaders that we are going to work with you. Tunatambua sehemu ya kanisa katika taifa letu la Kenya, and we are going to walk together into the future. So watu wa Nyeri, mimi nimefurahi sana kufika hapa Nyeri. Nilikuwa hapa juzi, nitarudi tena na tena na tena mpaka tukamilishe ile kazi ambayo tumekubaliana. I am looking forward to working with the next Bishop of Nyeri West. Pengine hata yuko kati yetu hapa leo, lakini Mungu atatutambulishia ni nani. So akishachaguliwa tutashirikiana na yeye ndio tusukume neno la Mungu mbele wakati tunapeleka mambo ya taifa letu mbele vile vile. So asanteni sana kwa huyu rafiki yangu Bishop Kagunda. Nilikuwa nafikiri nitamnunulia gari, lakini nyinyi mmefanya kazi mzuri, mmenunulia yeye gari. Sasa ile kazi imebaki, mimi nitamnunulia wheelbarrow. Kwa hivyo wewe Bishop, my friend, next week hivi nitapanga ukuje unione. Pale ndio nitakuwa nimepanga hiyo wheelbarrow vizuri. Ndio ile kazi imebaki hapo mbele uendelee nayo. Si ni sawa? So please my good brother Bishop, if you find time next week I will organize so that unitembelee hata na mimi nikupatie zawadi ya urafiki kati yangu na wewe na wale wengine, na pia tukupatie baraka ya maisha yako, na tukushukuru kwa kazi ambayo umefanyia kanisa na umefanyia taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Mwadhani amuradhime. Tumpongeze rais. Asante Mheshimiwa Rais. Na sasa